السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Na ndugu zangu katika imani, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia kheri na baraka siku ya leo kujumuika nanyi katika vipindi mbalimbali vinavyohusiana na tiba, dua. Usiache kusubscribe, kushare na kulike ili tuweze kwenda sambamba ili kujua rai zako ni zipi. Inshallah taala leo naomba tukumbushane mambo hapa. Leo tukumbushane mambo ili kila mmoja aweze kujisaidia katika maisha haya ambayo yamejaa ufisadi wa kichawi, ufisadi wa kutiliana fitina, ufisadi wa majini mashetani na kila aina ya ubaya ambayo watu wanafanyiana katika maisha haya. Kila mmoja hataki mwenzake aendelee. Basi kila siku huwa tunapeana mwongozo vipi ambavyo tutaweza kunusurika katika yale ambayo watu wanaenda kutufanyia nyuma ya pazia. Kwa hiyo leo kwa wale ambao wote ambao wanasumbuka, kuna mtu amepatwa na nuksi sugu, kuna nuksi ambayo haisikii dawa wala haisikii mambo, yani ameshatembea sana kwa waganga, kwa maustadhi, amesomewa sana lakini bado. Ndugu zangu, kuna mambo mengine unafaa kujifanyia wewe mwenyewe, ni kuacha uvivu. Ni kuacha uvivu kisha ujifanyie mwenyewe. Tatizo kubwa ambalo watu wengi wanasumbuka ni kwamba uvivu. Mtu unamuelekeza dawa hafanyi, mtu unamuelekeza dua hafanyi. Sasa bila kufanya hivyo, basi utakuwa kila siku unahangaika. Jifanyie mwenyewe, kwa sababu zile dua ambazo tunaelekezana hapa ni zile mujarabu ambayo matokeo yake kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala huwa ni hapo kwa hapo. Muhimu kinachozingatiwa ni nia na yaqini, kwamba unamwambia Mwenyezi Mungu kwamba nina matatizo ABC, basi natumia dawa hii ama dua hii katika kujikwamua katika yale matatizo niliyo nayo. Kwa hiyo tuzingatie hapa. Kama ni masuala ya dua, tusome dua kwa imani. Na kama ni masuala ya dawa, basi tutumieni dawa. Tutumieni dawa. Muhimu ni kuzingatia na kuwa na subra. Kwa hiyo inshallah, wewe ambaye umetembea sana kwa walimu, kwa waganga, umeoga sana dawa, lakini bado mambo hayajafunguka. Kuna njia mbili hapa. Kuna njia mbili ufanye. Najua kuna wale ambao wanajua kusoma dua watafanya dua, na kuna wale ambao hawajui dua, basi watumie dawa nitakayoielekeza hapa. Umeshangaika sana, nuksi, fitina unatiliwa kazini, maradhi hayaishi, kila siku wewe unagombana na watu kazini, wewe kila tatizo litakalotokea wewe umo, yani mambo hayaendi, kila kitu yani kimekwama, biashara zimekwama. Ndugu zangu, hebu chukua hii Yasin Warada, hii Yasin Radi, itumie kwa ajili ya kufungua, kwa ajili ya kupambana na yale matatizo ulionayo. Yasin Radi, itumie hii Yasin Radi katika kupambana na yale ambayo yanakusumbua kila siku. Yasin Radi ni gani? Hii ni suratu Yasin, lakini utaisoma vile vile ambavyo tulielekezana katika Yasin Warada. Utaisoma vile vile ambavyo tulielekezana katika Yasin Warada, lakini hii ni Yasin Radi. Kwa hiyo katika kuanza katika dua, kwanza lazima utawakali kwa Mwenyezi Mungu. Ya Rabbi Mwenyezi Mungu, kwamba umeshikisha Qur'ani kuwa ni shifa, pozo na rahma kwa waumini. Basi kwa dua hii Mwenyezi Mungu niondolee, kwa dua hii ya Rabbi nifungulie, kwa dua hii ya Rabbi nakuomba uninusuru,
Kwa dua hii ya Rabbi na kuomba unifanyie wepesi. Kwa dua hii na kuomba unifanyie shifaa. Kwa dua hii na kuomba unifanyie, yani unamuomba Mwenyezi Mungu kwa imani. Kisha unaleta istighfari, unamswalia mtume pale. Ukimaliza sasa ndio unaanza kusoma suratu Yasin. Utaanza na suratul Fatiha 7, kisha utasoma na suratul Yasin Ra'di. Utasoma kama hivi: baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, Yasin wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikati min khifatihi wa yursilu as-sawa'iqi fayusibu biha man yasha wa hum yujadiluna fillahi wa huwa ash-shadidul mihal. Ushaona? Wal Qur'anil hakim wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikati min khifatihi wa yursilu as-sawa'iqa fayusibu biha man yasha wa hum yujadiluna fillahi wa huwa ash-shadidul mihal. Innaka laminal mursalin wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikati min khifatihi wa yursilu as-sawa'iqa fayusibu biha man yasha wa hum yujadiluna fillahi wa huwa shadidul mihal. Ala siratin mustaqim wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikati min khifatihi wa yursilu as-sawa'iqa fayusibu biha man yasha wa hum yujadiluna fillahi wa huwa shadidul mihal. Utaendelea hivyo mpaka umalize suratul Yasin. Ukishamaliza mwambie Mwenyezi Mungu unachotaka. Pia unaweza kumwambia Mwenyezi Mungu fada rabbahu anni maghlub fantasiru. Unaweza malizia pia na hiyo. Baada ya kushamaliza hiyo Yasin Ra'di, unaweza mwambia fada rabbahu anni maghlub fantasiru. Ushaona? Unaisoma kwa wingi hii fada rabbahu anni maghlub, fada rabbahu anni maghlub fantasiru. Hii aya iko katika suratul Qamari aya ya 10. Ukitaka unaweza ongezea huko mwisho, kwa sababu hii aya ni ya kujishusha chini ya kwamba umechoka na kudhulumiwa, umechoka na kufitinishwa, umechoka na maradhi ulionayo, umechoka kukaa single, hauolewi wala huoi, umechoka. Kwa hiyo unamwambia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba umechoka, ya Rabbi Mwenyezi Mungu ninusuru. Ukishamaliza sasa unamwambia Mwenyezi Mungu kupitia dua hii, ya Rabbi, hakika na tawakali kwako, nategemea kwako. Ukishamaliza basi mwachie Mwenyezi Mungu, kwa sababu ni application umeomba kwa Mwenyezi Mungu kwa yale ambayo yanakusibu. Mwenyezi Mungu akufanyie nusra. Hii ni njia ya kwanza katika kumlilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumia Yasin Ra'di. Ni vizuri pia ukaifanyia kama uradi kama siku 3 hivi. Wallahi wabillahi watallahi, kama siku 3 unaifanyia uradi. Mfano asubuhi unasoma, kwa wale ambao wanaenda makazini, labda jioni ukirudi, fanya hivyo kikao hicho kimoja. Yani muda wako ni wewe, uache uvivu ili umshtakie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna mtu ana matatizo mengi lakini anataka kumuomba Mwenyezi Mungu kwa dakika moja. Wewe una matatizo mengi alafu unamwambia Mwenyezi Mungu kwa dakika moja, unamuomba Mwenyezi Mungu. Uko serious kiasi gani hapo? Unafanya mchezo, unafanya mzaha. Kaa pale at least kama 1 hour, unamwambia Mwenyezi Mungu kile ambacho kinakusibu katika maisha, kisha ufanye subra. Fanya subra. Kumbatia, wallahi kumbatia, wallahi wabillahi. Fanya hii Yasin Ra'di. Kuna wale ambao tulielekezana katika Yasin Waradda, kila mmoja aliyefanya, kila mmoja amepata majibu hapo hapo. Yani unasoma leo, majibu unayapata leo ama unayapata kesho. Yani kila mmoja ameniandikia katika comment, wengine wamenifuata inbox kwa ile Yasin Waradda. Kila mmoja alhamdulillah amefanikiwa. Leo hii natoa nyingine kwamba ni Yasin Ra'di.
soma hii Yasin Radi. Wallahi wabillahi watallahi, soma Yasin Radi kwa wale ambao wanajua kusoma. Huwezi kusoma, mtafute msomaji akusomee kwa nia. Kisha katika njia ya pili, kwa wale ambao wanasumbuka sana, hawaelewi, wana vifungo, wana kila aina mabalaa, nuksi, hasadi, kila kitu, tumia njia hii ya pili. Pia unaweza tumia zote kwa pamoja. Tafuta maji ya bahari yanayoingia. Tafuta maji ya bahari yanayoingia. Ukishapata yale maji ya bahari yanayoingia, utatafuta na maziwa fresh. Unaenda pale kwenye zizi la ng'ombe, anakukamulia yule mwenye ng'ombe, unachukua maziwa, unayaona kwamba hayajachanganywa. Usichukue maziwa ya dukani, chukua maziwa ya ng'ombe. Nenda kwenye zizi la ng'ombe ambao ng'ombe wanakamuliwa pale, chukua maziwa pale. Kila siku utatumia nusu lita. Kwa hiyo ndani ya siku 3 hadi 7 hizo utaangalia ni lita ngapi kwa siku, nusu lita. Ukishampata hayo maziwa kwa siku nusu lita, maziwa hayo utayachanganya na hayo maji ya bahari yanayoingia. Maji ya bahari yanayoingia, tulielekezana katika vipindi vya nyuma maji ya bahari yanayoingia ni maji ya aina gani. Kisha maji hayo utaoga, mchanganyiko huo utaoga kila usiku. Unapotaka kulala, nenda ukaoge mchanganyiko wa maji ya bahari yanayoingia pamoja na maziwa. Changanya huo mchanganyo, kisha nenda ukaoge. Fanya hivyo, na ukishaoga tulia. Hakuna kujisuuza sijui nini. Hapo umeoga dawa, nenda ukalale hivyo hivyo. Kila siku nusu lita, changanya kwenye maji yako ya bahari, nenda ukaoge, kisha tafuta mali ulale. Hakika kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala utaweka nia ya kwamba ya Rabbi Mwenyezi Mungu, hakika maziwa yako meupe pepepe. Ya Rabbi Mwenyezi Mungu, mwili wangu umejaa giza la hasadi, giza la nuksi, giza la uchawi, giza la vifungo vya sihiri, giza la silisili za sihiri, giza la kila aina ya mabalaa. Ya Rabbi, kwa maziwa haya, kwa maji haya ya bahari, najisafisha uchafu unaotokamana na mashetani na watu. Utaoga kwa mfumo wa janaba. Ni vizuri ukaoga kwa mfumo wa janaba. Kama hujui, oga unavyojua, lakini weka nia ya kwamba najisafisha uchafu unaotokamana na mashetani na watu. Basi kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, fanya zoezi hilo, usikose hata siku moja, kwa muda wa siku 7 hadi 9. Kwa muda wa siku 7 hadi 9. Ni vizuri ukafanya zoezi hilo. Kila usiku unaoga maji ya bahari, mchanganyiko wa maji ya bahari na maziwa fresh yanayotoka katika zizi la ng'ombe. Nenda pale kwenye zizi la ng'ombe wakukamulie, kuja nyumbani jioni utachanganya na maji yako ya bahari, kisha utaoga kwa siku 7 hadi 9 bila kukosa hata siku moja. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakufanyia wepesi. Hizi ni siri ambazo tunazipata kwa wazee wetu. Kwa hiyo nasi tunazipeana kama sadaka, ili kila mmoja anusurike kutokamana na yale mashakili ya kishetani, mashakili ya wachawi, mashakili ya mahasidi, wanaofitinisha watu kazini, wanaofitinisha watu katika ndoa, wanaofitinisha watu katika familia. Basi jifanyie zoezi hili ili uweze kuwa huru kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usiache kusubscribe hapo, usiache kukomenti, kushare, ili mwingine naye aweze kupata sadaka hii, ili kila mmoja aweze kufaidika biidhnillahil karim. Ustadhi Wembe hapa kutoka sehemu za Likoni, Mombasa, maeneo ya Gambani Car Wash. Namba yangu iko hapo katika bio, basi tunaweza kuwasiliana ili tukapeana ushauri zaidi wa tiba na mambo mengine biidhnillahil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.